Bantu bami ndogo ndate kwa bageni abajari baga batokwanire gusaba natari boigo ndokora tegara bageni bitangani manya kiara giloya nara omanyakero goito Jubilee nare ga kemosi iganta gete abageni baratokwanira manya kwera neza barayi baita tumanya kugenda bosongo gusaba natari boigo. Sasa nataka mujikaribishe, tunataka kumuita ndugu yetu, kolera yetu, kiongozi wa Wiper presidential candidate, ndugu yangu mkubwa Stephen Kalonzo Musyoka. Aya, Keroka hoye, kolera zangu hoye, abandu bambintu nimbiamore, mwaseo, sema ndio. Kumbe hata Kikamba mnajua. Sitawapatia wasichana wengine kama mjui Kikamba. Tumekuja leo na kusema kweli Keroka imefurika. Ni kama Kenya nzima imefurika. Nimewahi kuja hapa mara nyingi Keroka, lakini sijawahi kuona watu wengi nimejipigia makofi. Nikisema Wiper nipatie komboa Kenya. Wiper. Keroka mko tayari kukomboa Kenya? Wiper. Keroka. Sema Ruto ni one term, tuweke kidole onekane one term. One term. Ama mnasemaje? Hapa Keroka ni one term. Yaani mnaamini hapa ni one term? Ni kweli, kwa sababu ndugu Fred wakisi wakiamua wameamua. Kwanza ni kumpongeza ndugu Fred Matiang'i kwa makaribisho makubwa. Yeye tayari ameteuliwa kama msemaji wa jamii ya Bagusi. Nataka niulize, I'll put that question. Mimi itaweka hilo swali. Wale ambao wanakubaliana na mzee Matundura na Council of Elders kwamba Fred Matiang'i awe the spokesperson of the Bagusi community, hebu inueni mikono. Wale ambao wanapinga mikono juu. The ayes have it. Makofi. Kwa hivyo tuna sababu. Tumeanza safari, tukapitia Mulot, tukaja Bomet, hata Rift Valley, bonde la Ufa. Wakenya wamechoka, vijana wameuawa kila mahali. Hii haiwezi kuwa serikali isiyolinda the most basic right, the right to life. Vijana 2024 wakauawa. Kumbukeni mimi na Raila tulizunguka kila mahali. Na hapa Keroka ilikuwa ngome ya Raila. Ni kweli si kweli? Ilikuwa bomu ya baba, ni kweli si kweli? Na leo tumesema tunataka tujue, kwa sababu ile haraka ambayo iliendelea wana ODM mwingine kuteua viongozi wachukue nafasi ya baba, haraka ambayo elewani kina Junet. Tunataka tuulizane maswali in a public and very honest opinion inquest, wa Kenya wajue ndio baba alala vizuri. Wangapi wanakubaliana na mimi tufanye hivyo? Na kwa hivyo sasa Kenya imeungana. Mimi nilikuwa waziri wa elimu, Fred Matiang'i alikuwa waziri wa elimu. Tulikuwa tumeimarisha elimu kabisa Kenya hii. Mzee Kibaki akaanzisha free and compulsory primary education. Serikali ya Ruto imetupilia mbali. Hata wazazi wajui ile naenda class mwaka wa 10 wanaenda wapi? Hawana namna, hawana karo, watu hawajui, walimu wenyewe hawajui watafuata curriculum gani, wamesomesha nini. Hiyo yote Ruto ameharibu mfumo wa elimu. Ameharibu pia mfumo wa madawa, kitu anaitwa SHA. SHA hiyo haijulikani ni SHA ina gani. Sisi tunasema, Ruto anasema ati sisi hatuna akili. Mimi nataka mjue nimemsaidia sana huyo bwana Ruto huyu. Kama Kalonzo angekuwa na akili, kweli ningemtoa Kamba, alikuwa amepelekwa huko ICC kwa kuua watu.
Kama nilikuwa sina akili ningemsaidia. Kwa hivyo ajue, ukitukana mtu kama Fred Matiang'i ama Rigiji ama Natembeya ama Eugene Wamalwa, hawa ni watu wenye experience ya hali ya juu. Sasa hivi Ruto ameharibu hata uhusiano na nchi zetu jirani. Sisi tutaregesha uhusiano. Bidhaa za kutoka South Sudan zinarundikana Port of Mombasa, mpaka watu wa South Sudan wakauliza, sisi kwa sababu tumejipatia uhuru hivi juzi na uchumi wetu waona nguvu kama wa Kenya, kwa nini mnakataza bidhaa za South Sudan kutoka Mombasa, ambayo ni ruti mzuri na ambayo inapitia upande wa Eldoret inaendelea upande wa Nadpa mpaka wetu? Sasa President wa South Sudan ameagiza bidhaa zitoke Dar es Salaam badala ya Port of Mombasa. Hiyo ni aibu, si aibu? Ni aibu, si aibu? Ni kuharibu uhusiano, sio kuharibu. Hata Sudani ya juu, no Sudani yenyewe pale ameshikana na magaidi na kusaidia wengine ambao wamenukuliwa na Umoja wa Mataifa kwa mauaji na kufanya mama kunajisiwa. Na hiyo ni tabia moja Kenya sasa imejiingiza katika migogoro ya nchi jirani. Kwa hivyo sisi tunaungana na ndugu hawa, na leo tumekuja kuomba ruhusa, munipatie mimi na wenzangu hawa Fred Matiang'i tuokoe Kenya. Mtafanya hivyo? Mtatupatia Fred Matiang'i tukomboe Kenya? You know Fred, I remember one time nilikuja hapa Keroka. Walikuwa nakusumbua that time. I don't know, they are trying to mess you up. Nikasema Fred uje. Sasa kumekucha. Ruto anasema ati atashinda sisi na kura 2,000,000. Atazitoa wapi? Wangapi anasema tunamshinda na 5,000,000 siku ya kwanza namna hiyo? Na kama angekuwa muungwana, vile wa Kenya wamechoka na siasa ya upumbavu na siasa ya udanganyifu na siasa ya urongo mtupu, yeye angejiuzulu kutoka leo. Vile nimeona Kenya tangu jana upande wa Embakasi, hapa leo Keroka, wa Kenya wamechoka. Kwa hivyo sitaki kuongea zaidi, tunataka tufike Kehumbu pale kwa Mzee Nyachae, na tunataka tuteremke pale chini town yenyewe kabla usiku. Kwa hivyo wangapi tena wanadhibitisha tuko pamoja, sisi zote tushikamane? Asanteni sana. Oh, sorry. Nataka niwaonyeshe Fred with your permission. Huyu msichana, mnaona msichana Mkisii. Nyinyi mmezoea kuchukua wasichana yangu. Mimi usichukui. Unaenda kumpatia mbunge wa Dagoretti North na amesoma zaidi. Anaitwa Bosbori. Nora, sema Nora Bosbori. Wangapi ataelekeza huko, na wale wako huku, na wale wa Kisii wako Nairobi na timu yote kwa tiketi ya Wiper. Na nitaambia wenzangu wanikubali huyu msichana vile amesoma kompyuta, ili Ruto asije akaiba kura zetu. Kuna wale wengine, kuna hapa wengine wengi hapa, Chererani yako hapa na wale wengine. Kwa hivyo tunasema asante sana. Meona Victor, my deputy party leader, sijui kama ako huko. Victor Ogeto, Victor Ogeto na wale wengine wote, kwa sababu principals are speaking, hamwezi kuongea. Yaani sasa mambo yenu ni haya, tumewatambulisha kwa watu wetu. Asanteni sana. Mungu alinde Keroka na Abagusi. Ndugu yangu, the second deputy president of the Republic of Kenya is here. Lakini kabla hajaongea nataka tu Munya wasalimie, alafu nimuite Rigiji na Natembeya na Wamalwa. Wakisii muko Uyamare. Mimi nimeleta salamu kutoka Meru. Unajua sisi wa Meru tunasema Wakisii walitoka mahali kunaitwa Akivii Meru, kwa sababu watu wa Meru wajui kusema Kisii, wanasema Akivii. Kwa hivyo Wakisii wametoka pande hiyo, na ndivyo sisi
tumeshikanisha vyama vyetu, PNU na Jubilee ikakuwa moja, na tunamuunga kijana wenu Bwana Matiang'i mkono. Muko pamoja na sisi, muko pamoja na sisi, tunatembea pamoja tukiwa united opposition, tukiwa timu moja. Sawa sawa. Mimi namjua vizuri kwa sababu tulifanya kazi na yeye katika cabinet ya Uhuru Kenyatta. Yeye akasimamia elimu ikawa sawa, akasimamia ardhi ikawa sawa, akasimamia security ikakuwa sawa, mpaka akafanywa chairman wa cabinet. Hiyo ni kazi alikuwa anachapa. Sasa kama alipata wakati huo, saa hii akipatiwa Kenya ndio atashindwa? Atashindwa? Hii serikali imeshindwa kila kitu. Hata yale yalikuwa yamefanyika wameharibu. Elimu imetambaratika. Security, serikali ndio inaharibu security. It is the biggest source of insecurity. Hii serikali hii imeshindwa kila kitu. Hata majani chai ambayo tulikuwa tumetengeneza na huyu Bwana Matiang'i kakuwa sawa sawa, imeporomoka. Sinieri waende wasiende, waende wasiende. Arambe. Asanteni sana. Haya, sasa nataka kuwaletea ndugu yangu ambaye tunapendana sana na tulifanya kazi pamoja na yeye, George Natembeya. Natembeya anasema tawe usiga dote banga ya kusema tutali boigo tebanga ya amangana Ruto, amangana Sha, amangana Kasongo. Haya, George Natembeya. Keroka mjambo. Keroka oye. Keroka oye. Watu wetu, taifa la Kenya liko kwa matatizo. Vile tunaongea saa hizi hakuna kitu Kenya inafanya kazi. Gharama ya maisha iko juu. Elimu imesambaratika. Afya imesambaratika. Ushuru imeharibu biashara, hata hapa Keroka ushuru umeharibika. Sisi kama viongozi wenu ambao mnaona hapa mbele, hii ndio serikali ambayo itaundwa 2027. Na hii serikali itaundwa wakati nyinyi wa Kisii na jamii zingine katika taifa la Kenya tunakuja pamoja kuondoa ile serikali ambayo iko. Mwenyezi Mungu anatupatia nafasi tena mwaka wa 2027 kujipigia kura sisi wenyewe. Mambo ya kulialia tuwache, tupige kura tumuondoe Ruto, si ndio? Wangapi wanasema tunamuondoa Ruto? Wacha nione. Kwa sasa mfanya biashara analia, mkulima analia, mfanyakazi wa serikali analia, polisi wanalia. Sisi tunataka tuunde serikali ambayo mwananchi akiona afisa wa polisi anamuona rafiki, haoni adui. Vijana wetu wameuawa na serikali, si ndio? Wameuawa, hajauawa. Tumesema haya mambo ya kuua vijana wetu yanakwisha 2027. Wala ambao mko na wasiwasi labda kwamba mnaona hii timu itakuja kugawanyika, tumesema kwamba sisi hatutagawanyika. Tunaunda timu kama ile mpira, ile ya kandanda. Matiang'i labda anacheza namba 10, Rigiji anacheza namba 9, wengine wanacheza namba 3, mwingine ni captain, lakini ushindi tukipata ni ushindi wa timu zote, ndio? Tuko pamoja watu wetu. Hawa jamaa wakiwaletea pesa, maana wataleta pesa. Wako na pesa mingi, hamuoni pesa maana wameipa pesa. Ile maloni wanaleta yote, wanakula, wanagawana. Wakati wanaleta pesa ya Kasongo, kula pesa. Unaona? Msiwache pesa itakuja kutusumbua, kula hiyo pesa. Lakini hata ukikula pesa, kumbuka mahali utaweka kura, si ndio?
Leo hii tumekegwa kwenye sherehe ya kuidhinisha Matiang'i Fred kama msemaji wa jamii ya Waguzi. Mnakubaliana hiyo? Kuanzia leo Matiang'i akishikwa na homa akikohoa, Wakisii wote wanashikwa na homa. Tumeelewana? Na mimi naleta salamu kutoka kule magharibi, kule Western. Huko tuko gangari, tumefunga, imefungika, hakuna mtu anaweza kuingia huko. Sasa kura ya Umugusi, kura ya Western, kura ya Mlima, kura ya Western, kweli Ruto atapitia wapi? Atapitia wapi? Na sisi tumesema kura yetu ya rais tunaweza pia kule kwa constituency, mambo ya national tallying center, mambo ya ukora hatutaki. Tunahesabu kura ya MCA, kura ya MP, kura ya senator, women rep, governor na ya president tunahesabia kwa constituency, tunamalizia hapo. Mambo ya ukora kwenda kwa Nairobi tumefanya nini? Na wakileta mchezo, sisi wengine pia ni makomando. Moto fire. Haiwezekani. Haiwezekani. Tuko pamoja watu wetu. Jambo la mwisho, wale ambao mnafikiria kwamba mnakuwa na wasiwasi kwamba haiwezekani kuondoa rais ambaye yuko kwa kiti, demokrasia ya Kenya inatupatia nafasi kila baada ya miaka 5 kupiga msasa wale viongozi ambao tulichagua. Tukiona kwamba hawajafanya kazi vizuri tunaondoa, si ndio? Yule ambaye ataenda kuweka mfano kwamba inawezekana kumuondoa rais ambaye yuko kwa kiti, atakuwa Rais William Samoei Ruto. Yeye anaenda wapi? Na sisi hatujukii jamii ya Wakalenjin, maana Wakalenjin pia wanaumia vile kila mtu anaumia. Kama ushuru iko juu, hao pia wanaumia. Kama elimu ni mbaya, hao pia elimu ni mbaya. Sisi tunachukia mtu mmoja ambaye ameangusha taifa la Kenya. Jamii ya Wakisii, jambo langu la mwisho, uongozi wa taifa la Kenya kama tena haitakuwa ni mambo ya guesswork. Kuchukua mtu ambaye hajawahi kufanya kazi mahali popote, alafu mnamwewe kuja kuwa rais wa Kenya, hiyo ndio matatizo. Saa hii tunaenda na track record. Ama namna gani? Taifa la Kenya linastahili kuwa first world, sio kuhangaika na mataifa mengine ambayo yako chini. Kule kwetu Western tunasema mambo yote mabaya tunasema tawe, si ndio? Mimi nataka kuona Wakisii mpaka kule nyuma, mpaka State House wasikie kwamba Wakisii wamesema tawe. Waje nione. Semeni tawe. Kwa ukabila tawe. Umaskini. Ukosefu wa usalama. Ukosefu ya ajira. Mapendeleo. Kasonga aende asiende. Aende asiende. Waje nione kwa mikono kwa Kasonga aende. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Basi tumkaribishe Leader Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Tusalimiane hewani. Keroka mbiamore. Mlembe. Mama wanya sae mlembe. Asanteni kutukaribisha hapa. Sisi jambo limetuleta hapa ni moja tu. Tuko tunaunda serikali ijayo ya Jamhuri ya Kenya. Wanasema safari ya kesho hupangwa leo. Tumekuwa na huyu Kalonzo huko Ugambani, kutoka huko Kitui, Makueni, Machakos, Malindi hadi Malindi, wote wamesema ni one term. Kaunti 10 za mlima, kutoka Nakuru, Laikipia paka Nyeri, hawa kina Rigiji wamefunga huko yote. Leo tumeanzia Kisii, tunataka twende hadi Kitale. Mko tayari tutembee pamoja? Tangu asubuhi kutoka Narok Town wametuambia ni one term. Asubuhi tumeingia Mulot, one term. Tumeingia Longisa, one term. Tumeingia Bomet, one term. Tumeingia Chepilach. Keroka mwasemaje? Keroka mwasemaje?
kuunda serikali, tunahitaji viongozi, tunahitaji timu. Hapa kwenu muko na mchezaji hodari sana, striker kabisa, mchezaji wa kutegemewa, anaitwa Dr. Fred. Dr. Fred, mimi na huyu Fred na huyu Peter Munya tumekuwa kwa ile serikali ya Uhuru Kenyatta. Wakati kazi imeshinda, Ruto akazembea kazini, akaenda akaanza kutangatanga. Tulikuja hapa Kisii, Uhuru akawaomba mtupe huyu kijana wenu Fred. Alikuja, tukaunda kamati ambayo tuliendesha serikali na Uhuru Kenyatta. Anatosha hatoshi? Leo tumerudi tena sababu baada ya miaka 4 ya Ruto kupewa serikali, kazi ya elimu, sekta ya elimu imemshinda, haijamshinda? Sekta ya afya imemshinda, haijamshinda? Sisi tukiwa na huyu Matiang'i na Uhuru tulikuwa tumeweka kitu inaitwa Linda Mama. Ilikuwa inalinda mama wetu wote wa Kenya. Wewe uwe bodaboda Keroka, wewe uwe mwalimu ama muuguzi ama hata polisi, ilikuwa mke wako akipata mimba, akiingia kwa hospitali atajifungua bure. Tunalinda mama wote. Ruto kuingia, ametoa Linda Mama, ameleta kitu inaitwa Keroka. Hiyo sha inafanya hapa kweli? Tulikuwa na mambo inaitwa afya. Mtoto wako shuleni akigonjeka, serikali inasimamia, mwalimu anakupigia simu sema mtoto alipata shida kidogo, ametibiwa. Hiyo pia ameondoa. Higher education, tulikuwa tunahakikisha mtoto yoyote awe mtoto wa maskini ama tajiri, wana usawa, equal opportunity to realize their God-given potential, getting the highest education in this country. Ameleta kitu inaitwa new university funding model. Hiyo imeleta shida, hata watoto kutoka hapa Keroka, mtoto amepita mtihani, ana shida kuingia university sababu hauna pesa hapa. Sasa huyu ndio mtu mnasema aendelee kweli? Kama kazi imemshinda aende asiende? Hiyo ndio tumesema lazima tuambie ukweli. Na sisi tuna haki kama watu wa one term kwenda popote Kenya tuuze sera zetu. Hawa wameanza kutumia polisi na wahuni kupiga tear gas. Mkutano wa one term umekuwa Kitengela, wameua kijana mdogo kule Kitengela. Hii timu yetu nyingine imekuwa Kakamega, wamepigwa, wameua kijana mwingine katika mkutano wa Linda Inchi. Leo nasikia pia tukija hapa eti tuna jamaa wamepewa pesa na Kasongo tuharibie huyu Matiang'i tusikoe mkutano wa Kisii. Ndio sasa Kanyamira naona wako sawa, Keroka nimeona mko sawa, tunaelekea Kisii. Tunataka tuambie Bwana Ruto, freedom of expression, freedom of movement na freedom of assembly vile tumeassemble hapa are not negotiable. Sisi tumesema demokrasia aliyopigania George Moseti Anyona kutoka Kisii, Raila Odinga na Kinorengo, Kenneth Matiba na Rubia, they are not negotiable and they do not depend on the generosity ya Bwana Kasongo ama Bwana Arati ama vijana wake hapa. Mtaturuhusu tuingie Kisii jamani? Twende tuuze sera zetu, twende Kenya yote. Na lakini nimesikia Kasongo eti anakuja na pesa kidogo anaanza kupea watu wetu. Hapa nilikuwa waziri wa maji, tulikuwa na Keroka Water Project, tulikuwa na miradi na Uhuru, damu ya Bunyunyu, damu ya Magwagwa. Miaka 4 imekwama, Ruto hajafanya kazi. Hata nimepita kule upande wa Bomet, kuna daraja inaua watu wengi wakiingia Bomet wakija hapa Kisii. Aliahidi hajaunda. Kama jamaa ameshindwa na kazi aenda asiende jamani? Lakini nasikia anatafuta vijana wa Kisii. Juzi ameleta kitu inaitwa Nyota, ati kuna pesa kidogo ya Nyota, akiletea vijana wenu wote watampigia kura. Hiyo mtakubali kweli? Naambia vijana wa Kisii, pesa ya
nyota sio ya Ruto bwana. Hiyo ni pesa ya benki kuu ya dunia, ni pesa ya Kenya. Lakini vile hapa nimeona simshaamua, hata akuja na nyota Ruto ni one, akuja na nyota Ruto ni one, akuja na mwezi Ruto ni one, akuja na jua Ruto ni one. Nimeamua, hebu nione mikono. Bwana Ruto asidanganye na Arati. Asidanganye na Arati, huko ni mbaya bwana, ni mbaya. Mbaya. Asante. Aya, abantu baminto bona na otocho koranda tomogeni bwo moerio na ndemo momanyete tugo tolegana abana baminto mbara abande bakorigikura Nairobi omwamunyano koyo noyo minto mwakili Nairobi okorukumora kori women rep Nairobi no mwana oyo minto obili sendo manga nere korigari women rep Nairobi ndoli chiri moro jama uzi naenda abana ita basomire buyaiga nagira no ruo banaere nare maigari nere korigari gento bosongo mata atari buya na bridge tombati nere nara ari nere korigari na jana etongera na abande abonse na bantu baminto omoswat na ali ogorukumasi olengo mochumbo kasarani kare was just arrived abagesani noyo moswat ogorukuchararani momanyeti basi abantu baminto tikankore ikangoteba ndararangirio mongeni bwo moerio kero muntu nabwate sobo tari boigo igana ose itogusi ekero muntu agotianira ng'ariga tetagocha gusi gosente tingo chaga na motageteigo hapa ni kwetu Kisii. Sisi tunaheshimu katiba na tunaheshimu sheria. Mtu ambaye anataka kuongea mambo ya siasa ya chama yake ako na uhuru, amepewa na katiba, sio sisi tunampea. Hata mheshimiwa rais na wale viongozi wa UDA kama wanataka kuja hapa Keroka hata wakomboe nyumba walale hapa, ni shauri yao, wanaweza kulala kama wanataka. Lakini kutuma watu hapa na pesa itinisikia wajumbe wengine wa pande hiyo walipewa milioni 2 kuja kudistamu mkutano yetu, hatuwezi kukubali. Mwingine hivyo yani abantu abo baruete kurwa hapa kali, sisi wote ni wajinga. Mo waisa wanjira montonde bwenzi naende wana abantu abamanyega. I have restrained myself for too long. Tunawaheshimu, wachiheshimu. Wanyamba wesika gotoko borokia masikani kwa sababu utali moja. Mwole tayari kwa wazo masikani. Mwasomia masikani. Yes, naende kwa wazo kaange karto kirete iga. Or when we are quiet like this, we restrain ourselves, they thinking it to avoid it. We will sort them out. Mbazo chesaraiga. Tobugata kikobaga aceito, okora siasa ya aceito. Kwa sababu natali moja. Naende tiganje aceito iga, nombiari iga, nona arokerte iga, nongo cha ukwela iga, nongo cha utinde kuga. Gachomero gwembe. Onye wototo. Wewana ndio. So montao za wantebiga ngatinkorata likitigusi ngara ose gosalio musangere none rongo yenda busongo boniga so mwanoro tigaba nganyoro busongo orola noro busongo talie ya bode ya ito 20 busongo tali boigo hapana mochire so mochire ngotebia bantu nonye ni jirombolia nindebia bantu ngamogenda so baruto mojo so musangere kana. Hapana, kio muntu nabwato bosibore bwo gukora siasa yakunita kiye. Naene no eni nutigamba tebi. Abantu abanonye ntobo tageti inutigabaje njoka na kibalimo bakore bintu byabo bagenda urita basako bakuna. Lakini mbaba so saje mesangerekano ya itoto rwana nire. Anye bakora igo mobasomya masikani waibule. Omwakio kana bayene yogo somya bakdabuo amasikani. Mobasomi rwana nire. Bamanyega bagusindo do itega zio botoni obakora bakoreta. Rwana nire. Sasa ya mwisho kabla hatujaondoka hapa, mnajua kuna ndugu yangu the second deputy president of the Republic of Kenya, ndugu yetu mkubwa Rigathi Gachagua. Keroka oi.
Hapa ndio Keroka. Wacha tuonane vizuri. Bas. Keroka oye. Hapa ndio Keroka. Hapa ni Keroka. Diamore. Keroka oye. Mimi nimefika hapa Kisii kwa sherehe ya maana sana. Lakini kabla sijasema mawili, mimi mnajua ni mtu ya kusikiza nini? Nikisema DCP mnasema sikiza ground. DCP. DCP. Wacha nisikize ground kwanza. Si ndio? Hapa Keroka. Hapa kwa Bagusi ambayo wanaongozwa na Fred Matiang'i. Munasemaje? Ati munasemaje? Abagusi munasemaje? Harambee! Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Kaongo, wewe Zakayo, wewe mwizi, wewe muuaji, wewe mtu ya Singapore. Kasongo hadi asiende. Kasongo hadi asiende. Waganga wanasema Kasongo aende, Kasongo aende. Watu wetu, mimi nimefurahi sana. Fred Matiang'i alikuwa amenialika hapa Kisii. Nikasikia msemaji mwingine Bonoko anasema ati Rigiji asikuje Kisii. Amefika hajafika? Hapa ni Kisii. Huyu Bonoko wako anataibia Kisii. Kisii ni Kenya, si Kenya. Rigiji yako na haki ya kufika hana. Tena mimi sijafika hapa kama kiongozi. Mimi nimefika hapo mambo ya familia. We are one family. We are one family. Hi cousins. Hi cousins. Cousins hi. Cousin wapendane wasipendane. Cousin watembeleane wasitembeleane. Cousin watafuta serikali pamoja wasitafute. Sisi tumefurahi. Tumealikwa hapa na ndugu yetu kwa sherehe ya maana sana. Sherehe kubwa ya jamii ya Bagusi. Leo wazee wa jamii ya Bagusi wakiongozwa na mzee Matundura, wakiwemo Samongeri, wakiwemo Chris Obore, wazee wa heshima wa hii jamii. Sherehe imefanyika pale Ekerenyo. Jamii nzima ikaamua kiongozi wa jamii na msemaji pekee wa jamii ya Bagusi ni Daktari Fred Okello. Anatosha atoshi? Apewe asipewe? Ainuliwe asiinuliwe? Hii ni sherehe ya maana sana. Na sisi tunaona aibu ya madharau imefanyiwa jamii ya Bagusi. Ati siku wa Bagusi wamekutana kuteua kiongozi wa jamii, yule atawaongoza mbele kutafuta serikali na kuchunga maslahi yao. Kasongo anatoa pesa, anapatia msemaji Bonoko atafute goons atiwapiga Fred Matiang'i na wageni wake. Ni aibu, si aibu? Lakini nyinyi watu ya Keroka, vile nimesikia mumetoa hao mbio. Mimi natolea nyinyi kofia. Natolea nyinyi kofia. Unajua huyu Kasongo amezoea kupiga Wakikuyu pale. Yeye hajui Wakisii. Hajui Wakisii. Hawa Wakisii wataki ujinga. Wakisii wataki ujinga. Wacha nimwambie nyinyi, jambo mmefanya leo ya kuteua kiongozi wa jamii na msemaji wa pekee, mumeanza safari ya kupanga maneno ya jamii ya Bagusi. Nyinyi mumeenda hasara miaka mingi kwa sababu mlikuwa mnatafuta serikali mkipitia broka. Mtu ya mbali akienda huko ana negotiate serikali, anakula peke yake, anawacha Wabagusi kwa mataa. Na Wabagusi wamesoma, wako na maprofesa, wako na PhD holders, wako na masters, wako na madigrii. Wakisii kuanzia leo wataenda meza ya kitaifa direct bila kupitia broka, kupitia huyu Matiang'i.
Harambee! Abugusi hoi! Hi cousins! Cousins hi! Mimi nawapenda sana. Najisikia niko nyumbani. Nipatie nyinyi maneno. Niseme nisiseme. Niseme nisiseme. Mimi niliona shida kubwa nikiwa deputy president wa William Ruto. Tulikosana na hiyo jamaa kwa sababu ya uongo. Huyo mtu wako uongo kuliko mtu mwingine katika dunia hii tunakaa. Siku tulikuwa pale, tulikuwa na waziri anaitwa Esken Machogu, waziri wa elimu. Akafanya kazi mingi sana hapa Kisii ya kutetea wa Kisii na kuwasaidia jamii ya Abugusi. Siku wamemfukuza, nikauliza Kasongo, wewe rais, hawa Abugusi, ile mzee amekuwa akitetea hawa ni huyu Machogu, umemfukuza. Akasema sitaki hiyo mtu, wewe umefundisha ukabila ni kama wewe. Kila kitu wa Kisii, kila siku wa Kisii akwende huko. Nikamuuliza sasa hii wa Kisii watabaki na nani? Akasema hapana, mimi sina shida. Kulingana na mimi kama William Ruto, kiongozi wa jamii ya Wakisii ni Silvanus Osoro. Ni aibu si aibu? Ni aibu si aibu? Ni aibu si aibu? Mimi nikauliza William Ruto, hata kama nadharau hii jamii ya Abagusi, sasa Osoro mtoto kidogo atakuwa namna gani kiongozi wa jamii ya Abagusi? Akaniambia Osoro atasaidiwa na Javed Nyakundi na huyu Zahiri. Sasa Muhidi ndio mkubwa wa Kisii. Ni aibu si aibu? Sasa nyinyi nataka kuuliza nyinyi, huyu kiongozi amepatikana leo, mtamchunga? Mtachunga heshima yake? Unajua ndio kiongozi ya faulu, ndio aheshimike Mlimani, aheshimike Ukambani, aheshimike Pwani, aheshimike Magharibi, aheshimike jiji la Nairobi. Lazima kwanza aheshimike hapa nyumba. Charity begins at. Sasa huyu kiongozi, naona hiyo watoto ya Ruto, akina Osoro, akina Zahil, akina Nyakundi wakimtukana Fred Matiang'i, na nyinyi mnapewa 200 mnapiga makofi kiongozi wa jamii ya kitukano. Mimi nataka niwaambie nyinyi, kama mnataka tutembea na huyu kiongozi tutatembea na yeye, tutamheshimu kwetu, lakini lazima kwanza ndio sisi tumheshimu, aheshimike nyumbani, si ndio? Mimi nashangaa sana pale kwetu Mlimani, hakuna kiongozi anatukana mimi akiwa Mlimani. Wakitaka kunitukana wanaenda kunitukania Sugoi. Kuanzia leo mimi nikiwa kazi ni yenu, natoa amri huyu Matiang'i asitukanwe hapa Kisii na hao vijana ya Ruto. Harambee! Huyu Osoro akitaka kutukana Matiang'i aende amtukanie Sugoi. Vijana mpo? Subiri vijana, huyu kiongozi akitukanwa tena nitatafuta nyinyi nichape nyinyi kiboko. Mtakubali atukanwe? Mtakubali? Harambee! Sasa huyu Kasongo anasema ati atapeleka sisi Singapore. Ni uongo si uongo? Pale kwetu amewacha maneno ya Singapore kwa sababu tunamchekelea. Akitaja tu jina Singapore sote tunaanguka na mche. Tufanye practice. Mnajua kucheka? Na mvumilie, nikitaja Singapore mcheke kabisa. Wacha nijifanye William Ruto. Nijifanye watu ya Keroka, nimefika hapa. Mnajua mimi ni mtu ya Mungu. Mnajua mimi sina maneno mengi. Mnajua mimi nawapenda. Mnajua mambo ya barabara nimepanga. Hawa kina Matiang'i walikuwa wananisumbua. Contractor alikuwa na shida. Nimemtoa nitalete mwingine. Hata hii mambo ya University ya Bomet Machogu ndiye aliharibu. Nikamfukuza nikaleta Migosi. Sasa itajengwa. Sasa watu ya Keroka naomba. Saa hii mambo ya bottom up iliharibika kidogo. Nilikuwa nimepanga vizuri, nikachanganyikiwa. Lakini sasa nimeketi na wataalamu,
nimepanga vizuri. Watu ya Kisii, naomba munipatie miaka 5 nitengeneze Kisii ikae kama Singapore. Harambee! Ni muongo si muongo? Aende asiende? Aende asiende? Ya mwisho naomba, huyu kiongozi ndio afaulu. Lazima mtafutie jeshi ya kutembea naye. Si ndio? Lazima kiongozi akuwe na jeshi. Mimi William Ruto aliniweza kwa sababu sikuwa na jeshi langu. Nilienda harusi na gari yake. Kufika mtu akaniambia nishuke. Sasa nimerefuka, nimetengeneza gari yangu. Akitaka harusi tukutane, mtu akuja na gari yake. Huyu Fred Matiang'i ndio afaulu. Lazima mpatie viongozi, governor, senator, women rep, MP na MCA kwa chama ambaye anaongoza ndio apate askari ya kutosha. Harambee! Asaidiwe. Apewe askari asipewe. Na niulize nyinyi wa Kisii, ndio heshima ya huyu kiongozi ingie from today. Wale wabunge hawatembei na yeye. Wakija hapa mnaambia warudi kwa Kasongo. Si ndio? Si ndio? Mukifanya hivyo, heshima ya huyu kiongozi itapatikana. Na yeye atapata nafasi ya kumwacha hapa atembee na sisi Kenya. Ndio aweze kufaulu. Si ndio? Ya mwisho, kwa sababu huyu Kasongo mimi namjua. Si mimi nilimsaidia akakuwa rais, nikampatia kura 4 milioni, akanipiga teke. Mwenye kujenga ndio anajua kubomoa. Si ndio? Kwanza kujenga ni gumu sana kuliko kubomoa. Kujenga ni miaka 3, kubomoa ni 2 hours. Nibomoe nisibomoe? Nibomoe nisibomoe? Sasa hii mtu mimi namjua. Tukitoka hapa siku ya Jumatano, atapanga safari ya kurudi. Atapanga. Na mtaniamini mimi namjua. Sasa yeye akija, nataka nimchanue kidogo. Pale mlimani mimi naendaga anarudi. Nikampangia. Kasongo apangiwe asipangiwe? Tumpangie tusimpangie? Mnataka tupangie yeye? Sasa pale kwetu tumesema kuongea na yeye ni biashara. Kwa sababu yeye ni mtu ya uongo. Tukasema hatuwezi sikiza uongo yake bila kulipwa. Na bei ya kusikiza uongo ni bei ya hali ya juu. Pale kwetu mlimani, bei ya kusikiza Kasongo akiitana mkutano, mzee ya nyumba 10, chief, assistant chief ama MCA akuja nyumbani awache 3,000 na bibi huko nyumbani. Ndio yeye utoka kwenda mkutano. Ukifika kwa mkutano usipige makofi. Akitaka upigie uongo makofi aongeze 2,000. Si ndio? Si ndio? Na akitaka ucheke kuona meno ya Mkisii aongeze 1,000 ngapi? Kasongo anyolewe sinyolewe? Anyolewe sinyolewe? Wangapi wanasema Kasongo anyolewe usolewe? Sasa sisi mmetupatia Fred Matiang'i tutembee na yeye. Twende tukatafuta serikali. Tusirudi hapa mikono mtupu. Muniamini mimi, huyu kiongozi na wengine tukitembea, hatutarudi mikono mtupu. Tutarudi hapa na serikali na mtafurahi. Harambee! Harambee! Sasa watu ya Kisii tunaenda hapo. Huyu spokesman Bonoko pia anapanga vijana. Watu ya Kisii muige mfano ya watu ya Keroka ndio tusikute na shida. Na nyinyi watu ya Keroka niwapenda sana, na mimi nitakuja kutembea hapa. Na nyinyi nimealika nyinyi wa Munyoro. Mtakuja? Mtakuja wa Munyoro? Mtakuja siku gani? Mtaletwa na nani? Mtaletwa na nani? Kiongozi Matiang'i, ukinikubalia, nimekuza hapa na kijana ya Maumau. Yule alisema hata nyolewa mpaka Kasongo aende nyumbani. Kijana huyu ya Maumau, huyu anaitwa John Ndongo, kuja hapa. Huyu kijana ndio dawa ya Kasongo huko mlimani. Alisema atanyolewa Kasongo akienda nyumbani. Keroka oye! Keroka Harambee! Hapana, hiyo wanda maitoshi. Sema wanda mkubwa kama William Ruto anakunywa chai asikie inaonja mwarobaini. Keroka Harambee! Keroka Harambee! Aende asiende!
Mwigeni asiende, Mwajeni asiende. Walikuwa wamesema hatutafika Keroka. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Sisi tunataka kuambia William Ruto, wewe William Ruto, najua naangalia ile kamera, mimi najua wakati ukienda mkutano wanaangalia ile kamera. Wewe William Ruto, wewe William Ruto, wewe William Ruto, wewe William Ruto, ametuzoea, ametuzoea, Kasongo, Kasongo, tutakafukuza, tutakafukuza, Kasongo, Kasongo. Keroka oye! Mimi nataka niwaulize swali moja. Kwanza, nyinyi mnakubaliana mtupatie kiongozi huyu Dr. Fred Okengo, Dr. Fred Okengo, tukienda Nairobi Dr. Fred aongee mambo yenu, tukienda Mount Kenya Dr. Fred aongee maneno yenu, tukienda Kenya mzima Dr. Fred aongee maneno yenu. Tumekubaliana? Keroka, mimi nataka niwaulize swali. Tukikubaliana, hawa principals wote wa opposition wakikubaliana, huyu Fred Matiang'i ashindane na William Ruto, mtachagua nani? Mtachagua nani? Mtachagua nani? Hawa wazee wakikaa chini wakubaliane, William Ruto ashindane na Kalonzo Musyoka, mtachagua nani? Mtachagua nani? Wakikubaliana William Ruto ashindane na Rigathi Gachagua, mtachagua nani? Mtachagua nani? Wakikubaliana William Ruto ashindane na Natembeya, mtachagua nani? Mtachagua nani? Wakikubaliana William Ruto ashindane na Eugene Wamalwa, mtachagua nani? Kwa hivyo nyinyi wazee, kazi yenu ni kukubaliana. Mkubaliana, mtoe mmoja. Mkishindwa kuelewana, hakuna shida, mnaweza kuniwachia mimi mtu. Swali ya mwisho na msikiza sawa sawa. Wakikubaliana William Ruto ashindane na mbuzi, mtachagua nani? Mtachagua nani? Nani? Wacha niona kura ya mbuzi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, abantu wa Minto, tunawaambia wageni wetu wakienda nyumbani wapeleke nini? Hebu nione salamu ya Kalonzo Musyoka anapeleka, salamu ya Rigiji anapeleka, salamu ya George Natembeya, salamu ya Wamalwa na salamu ya Munya. Asante abantu ba Minto, koko mukiese Minto tawakora naende unamwaigule twezi pito sae Jubilee togende bosio se pati eto ya Jubilee toiwananire na saba sese niembu ya mono. One time, a time the one time. One time, every leader must know. One time, power comes and goes. One time, I do it what Gen Z. One time, they wake us from gold. One time, one time.
Tusonge gari lisonge mbele. Tumefungia Matiang'i mbali, tumefungia Rigiji mbali. Hiyo pole pole. Mzee Ongeri Profesa, Ongeri Profesa, biamono. Haya, songa. Twende, songa mbele. Songa mbele. Songa. Mheshimiwa Manje, tunakuona, na youth leader wetu wa Jubilee tunawaona, ndio huyo Matiang'i. Morete Matiang'i, ndio huyo Matiang'i. Tusonge mbele, gari zisonge mbele tafadhali. Honorable Momanyi Ben, tusonge mbele. Honorable Ben Momanyi, tusonge mbele tafadhali. Tusonge. Hapa ni principals peke yake wanaongea. Tuko hapa na Mheshimiwa Charles Onchoke kutoka Bonchari. Asante sana, tusonge mbele. Hapa ni principals peke yake wanazungumza. Ndio huyo Matiang'i. Na tunaona huko nyuma, zima hiyo mziki kidogo. Zima mziki kidogo. Huko nyuma tunaona Gloria Orwoba Senator. Na hapo Matiang'i ako na Mheshimiwa Peter Munya. Mheshimiwa Janet Ongera pia tuko naye hapa, Mama County. Asante Mheshimiwa, tungetaka president wetu asimame hapo. Ndio hiyo Kelly. Asante DJ.
Keumbu mbuyamole naende. Kwani gai kero monto. Abantu baminto. Aya na uwanchaniyo bonene mono. Nko bakera mbuyamole nyasaba sesenie. And I want to tell you the truth. I love you so much. I love you so much. I mean, this is humbling. Mbuyamole sana. Ona abantu baminto. Busongo abantu bamde bakatokanye tona bakabona moleiga lege sunte tarabwata ibona arengana bagisangi bane abago tobwatisia abarayi baito bagusibonsi no barega noena abana baminto bande bakoligichikura Nairobi no bara babo mora Millicent Omanga na bande babo kemosi na bande aya abagisangi bana nache na barabuo bona tiwa kwani ndio katagende oyo mo itamunya oyo kamere George na tembea oyo gatato Kalonzo Musyoka oyo kane Eugene Wamalwa no oyo gatano ni mheshimiwa Rigathi Gachagua. Abantu baminto kiato kolega nataka kuwaomba wacha kidogo, nataka kuwaomba tafadhali kwa sababu ya wakati, nataka tu dakika moja mheshimiwa Kalonzo awasalimie na mheshimiwa Rigathi Gachagua, alafu tuende. Waiwana nile haya, ngoja kidogo, nataka hao wawili tu wawasalimie, alafu tuende mbele. Ni chenje kwana na imna ende mupambe na umenya taiga mheshimiwa Kalonzo Musyoka abakwani. No me pega ni carakini. Ay, que hombo abantu bameto nembiamore naende horera zangu mujambo. Leo naona nitaongeza wasichana wawili kwa sababu mapokezi ya ajabu. Leo kumekucha, asemaye kama kumekucha Kenya nzima, na leo ni leo, asiye na mwana aeleke jiwe. Tunasikia kwamba hapa kulikuwa atina sababu moja au mbili, kwamba kuna jamaa moja ama wawili walijaribu kuzuia Fred Matiang'i na wenzake wasiingie Kehungu na kwenda Kisii. Washindwe wasishindwe, Harambee! Hapa ni Keumbu, hapa kwa mzee Nyachai ndipo hapa, yaani hapa ni Keumbu.